as the County Assembly of Meru, we've spent the entire day, and we even had 2 other days last week, looking very critically at the document known as BBI. We want to send this message to His Excellency the President and his brother, Right Honorable Prime Minister, and other national leaders. This document is not a priority to the people of Meru, and as leaders of this assembly, we are having another comprehensive meeting on Tuesday where we shall have one message, and we'll be sending it over to the entire country, because there are so many other priorities. If we are not able to get the 15% that is currently envisioned in the current constitution, what guarantee is there that we'll get the 35%? In Meru now, the health care is at risk because we've not received the funds to pay the workers. So we have the priority to fight COVID-19, and we are not ready to be used anymore for any political reasons, and therefore we've no options rather than to oppose this document if the recommendations that have been given by the religious leaders, the Council of Governors, the MCAs, and other interested parties are not captured in the document. If it is brought to us in the form that it is in, we'll have no option other than to reject it in totality. And that is the message from Meru. Mimi nahitaji BBI au mabadilisho ya katiba ambayo ni mzuri kwa Mkalenjin wakati yako ndani na wakati yako nje. Tunahitaji katiba ambayo tukiwa ndani ni sweet, tukiwa nje ni yes, that's what we want for Kenya. Hizi tunauliza ile roho iko katikati ya hii BBI ni ya Mungu ama ni ya mtu mwingine? Kwa nini hii BBI inakuja wakati Uhuru karibu na maliza tamu yake, karibu naenda nyumbani analeta BBI? Na hata mtu anasema ni nyoka. So kumalizia, ningependa kufurahia kwamba hiyo rege ambayo imekuwa ikisemwa na mtu fulani, Mungu ameisimamisha. Kwa sababu kama kitu si ya Mungu, Mungu ataimaliza mwenyewe. So tungependa kumwambia Uhuru Kenyatta na viongozi wa kitaifa kule juu kwamba muweke maisha ya wananchi kibao mbele. Sasa wakati mnasema nyoka imetoka bangoni, nyoka inalegea wapi? Kazi ya nyoka ni kukonga nini? So tumetangaza kwamba BBI ambaye ameitwa nyoka akonga wapi? Ndio mnaendelea kuona kwamba hii nyoka inaendelea kukonga kichwa, hakuna mahali anaelekea. Akitaka kutaramuka tunakonga, kitaka kupanda tunakonga. So kwa hivyo tunataka BBI ambaye itaunganisha Wakenya. Na nataka nishukuru rais kwa sababu aliketi chini. Nataka nishukuru rais, aliketi chini, moto tension ambayo ilikuwa Kenya ikaenda chini. Kweli uongo? Yes. Tension ilienda chini wakati rais aliposimama na kuongea na deputy wake, inji ikakaa na amani. Hiyo ndio mahali ambapo tunaelekea. Anasema there is no way the government cannot produce 40 million copies. Wakati wa referendum ile nyingine, wakati wa Kibaki, karibu kila mtu alikuwa, ungeenda in every homestead, every house kulikuwa na document ya referendum. Hii referendum inaambiwa ni ya nini? Tuko na katiba mzuri sana. Problem ni ile katiba tuko nayo, watu wataki kufuatilia katiba na pia wataki kufuatilia the laws we have in the land. Otherwise katiba tuko nayo ni mzuri sana na watu wasindanganyane, hiyo ni uongo. Hata ukiambiwa na nani ate ile BBI ilikuja juu ya watu waache ate kupigana after every election. People will continue fighting juu wengine wanataka kuoppress wengine. That is the problem. Otherwise ikiwa Raila akubali election ameshindwa, ni kitu gani kitamfanya akose kupigana 2022? Kitu ya kwanza ni yeye aseme ataheshimu katiba na ataheshimu sheria. Hiyo ingine wanasema IEBC. Kwani ni maraika watakuja watachaguliwa? Every time IEBC inaenda, every election tangu, na kuna ile anamalizia akisema ni mzuri. Sasa wanasema political parties and especially represented in parliament ndio wataleta commissioners.
hiyo itakuwa na lot of conflict. Mimi nikiulizwa kwa maoni yangu, lakini IEBC watakupea kura ya mbira watu kupigia kura. That is a melange. There is no money for set aside for the referendum. Ama kuja na supplementary budget tuendelee kukata, na hiyo supplementary budget ya kutengeneza pesa ya referendum sio pesa kidogo. That will be another election. Itakuwa ni kama election ya 4. Tulifanya general election, tukarudia election, then 20 referendum, itakuwa election kama 3. Alafu ya 2022 tuwe na election 4 in a span of 5 years. Really, hao watu kweli kuna kitu wanaona kuhusu Kenya? Ile kitu wanataka tu ni kuwa na magari kubwa, kuwa na mandege imeandikwa commander in chief. Hakuna kitu kingine na kutembelea Air Force One. We have to agree Kenya iko na shinda economically and the buck stops with the president. It is as simple as that. Hatukuchagua Raila au Ruto, ni mdogo yake. The person you can ask, the father of this house which is Kenya, is Uhuru. It is simple as that. Where can you shift the blame? When nyumba yako, watoto yako wakiwa na shinda na bibi yako, kwani nani anaambiwa amekuwa yeye anaenda lega, ni wewe ndani? Ayai.